Hadi. Kijana. Naam. Jaribu kuwa sana makini. Na acha tabia ya kutembea usiku. Siku nyingine utakuja kupoteza maisha kizembe. Usiku umeshakuwa mkubwa sasa. Sioni hiyo fursa ya kukuruhusu kuondoka saizi. Utalala hapa kwangu. Kesho asubuhi utarudi nyumbani kwako. Umenisikia? Ndio, nimekuelewa. Hadi. Abu Nuwasi, nakuita mara ya pili. Wewe unataka nikwambieje mpaka unielewe? Kwa nini wewe binti yangu anakuja kwako masaa kadhaa usiku? Hizi hadithi zako wewe za usiku ni hadithi gani hizo? Kwanza hadithi zako zinapotosha tu. Umemaliza? Umemaliza? Yaani unaniletea kiburi mimi? Toka nyumbani kwangu. Nasema hivi, ukijifanya kiburi, rudia, hapo ndipo utakapojua Nguka ni nani. Na ukitaka kunijua mimi ni Nguka, ole wako nimuone tena binti yangu hapa. Nimemaliza. Usipende kufunua yasiyokuhusu. Vipi mwanangu Jokeli? Fresh vipi? Ujue jana tulipotoka pale kwenye hadithi za mzee Abu Nuwasi. Zile hadithi ni salama sana na ni nzuri. Inavyoonekana ni unalala, yani unakumbuka hadithi zake sana. Yani mimi jana nimekaa hivi nimerudi nimewaza. Muda wote nawaza nirudi tena kule nikamsikiliza yule mzee. Hadithi zake ni nzuri mwanangu. Mwenye jana pale nilirudi kwenda kusikiliza hadithi zake. Jana ulirudi tena? Ndio. Lakini sasa nilivyorudi kichonikuta. Waacha tu yani. Nimekufurahisha sana. Yaani kiufupi nitakwambia tukikutana au nitakuja nyumbani kwenu kwenda kuhadisia. Kwa hiyo nyumbani utakuja baadaye? Nitakuja. Utakuja mwanangu? Nitakuja nyumbani kuambia. Basi fresh mwanangu. Ndio hadithi nzuri sana mwanangu. Basi poa ndugu yangu, tutakutana baadaye. Poa mwanangu. Poa. Fresh. Hadi. Mzenguka. Kaka, Mimi nafikiri bwana tumezungumza kutosha sana. ni kweli. Naona nikupe ruhusa ukapumzike. Shukrani sana. Mlimwengu, acha mimi nikuache. Hakuna tatizo. Mlimwengu, kwa nini unapenda kuingilia kazi zangu? Alafu hii kazi mimi sikuianza leo, nimeanza toka enzi za mababu mpaka leo. Naomba unisikilize vizuri. Mimi siingilii kazi zako hata siku moja. Hizi hadithi ambazo unazozizungumza wewe zilikuwepo toka enzi na enzi. Na si wewe tu, hata mimi pia nimerithi kutoka kwa mababu zangu.
wewe hadithi zako ni za kupotosha, lakini mimi hadithi zangu ni za kuelimisha, na ndiyo maana wananiita mlimwengu. Mlimwengu, usichokijua kuwa jina hili sikupewa hivi hivi, na ndio maana naitwa Abu Nuwasi. Abu Nuwasi, jina limetoka toka enzi, na ukiendelea kukaa mbele yangu, kukaa katika njia yangu, kitachokukuta mimi sipo. Adisio za Abu Nuwasi, adisio ndo inapa wasiwasi. Okay. Naam. Hivi unajua tangia jana nitoke kwa yule mzee Abu Nuwasi na nirudi nyumbani, baba alinisema sana. Hadi Tena alisema na kunikataza kabisa nisiwe naenda kusikiliza hadithi zake. Maana jana usiku niliota ndoto mbaya sana. Umeota ndoto? Nakuja kushtuka baba yupo ndani. Sasa sikujua kwamba labda nilikuwa napiga kelele au vipi, lakini nakumbuka niliota ndoto mbaya sana. Unajua hata mimi jana tulivyoachana pale jana usiku, nirudi tena kule kwa mzee Abnas. Tena? Ndio. Lakini wakati narudi natoka kule enda nyumbani, yaani nikuta mambo mengi sana. hadi Mambo mengi gani? Sija kuelewa. Lakini isingokuwa mlimwengu, sio tango kuaje yani. Kwa nataka kusema kwamba ulimwengu ndio alikusaidia? Ndio. Na alikusaidiaje? Yaani alikusaidia vipi? Ni hadithi ndefu sana, ila nitakwambia. hadi Basi sawa. Kwa hiyo vipi? Kwa hiyo utakuwa wewe tena? Sijajua, ila naweza nikampeleka baba. Nikaja kama kawaida. hadi. Karibu. Asante. Kibinda. Naam. Nguka anaingilia mambo yangu. Nguka anapita katika njia yangu, wakati anajua fika kuwa hiki kiti sikupata hivi hivi. Nimekabidhiwa kutoka kwa mababu na mababu, enzi na enzi. Nikaambiwa, Abu Nuwasi, unatakiwa ukalie hiki kiti. Sasa anataka nimfanyeje? Usipende kufunua yasiyokuhusu, ni bora hicho nacho kijua. Ninachoshangaa mimi, Nguka yeye anajua mwanzo mpaka mwisho kuhusu ukubwa wako, cheo chako. Sasa mimi ninashangaa kwa nini anafanya hivi? Anajivunia mlimwengu. Mlimwengu huyo? Ndio. Sasa tuchukue hatua sisi tunaoitaka. Hadi hadi